Kuna watu wangefika hapo waseme now God I have to do something else. Siwezi ngoja miaka hii yote nikuje tena nianzie kungoja. I have to go for someone else. But Isaac couldn't give up. He continued to pray. Verse 25 inasema ya kwamba, verse 26 inasema, and Isaac entreated the Lord for his wife because he was barren. He prayed. Bwana Yesu apesifa. Wakati umeona maneno imeenda vile hutaki, vile uko umepanga, Isaac hakuenda kwa njia nyingine, hakuenda kwa waganga, hakuenda kutafuta ujuzi mahali kwingine. Maandiko yanatuambia and Isaac prayed for our wife because he was barren. She was barren. Praise the name of Jesus. Yes, aliangalia mbinguni. He looked at heaven. Aliinua the petition in the heaven and God intervened in this. Maybe kuna mambo umeona hajafanyika. Just go before the Lord. Mwambie Mungu, hii kitu iwezi enda hivi. You realize that. Nikiwa naangalia hii nikaona wanaume tumekosekana sana kwa maombi wengi wetu. Tukienda so many churches utakuta ya kwamba mambo ni opposite. Ladies are so many, men are very few. Na ukiangalia ya kwamba wanaume tunapoomba jambo kunakuwa na divine connection. Lakini unakuta ya kwamba when God created the man, kwanza he provided, then he created the man. But unakuta ya kwamba wanaume wameambiwa you are the provider. You are created to provide. Praise the name of Jesus. Ndio umekuta ideology ile wengi walifundishwa. You are created to provide. And you see that God first provided, then he created man. That means that what man needed was provided. But tukiingia in other ideologies unakuta ya kwamba wanaume wamepotea kanisani. Kwa nini? Kwa sababu wamefundishwa you are created to provide for your family, to provide everything. Therefore, they go out to search so that they may provide. Wakati waliumbwa wakuwe na connection na Mungu, wametoka katika ile njia yao waliumbwa, wameenda katika ile njia wamefundishwa. Praise the name of Jesus. And now you met that wale ambao wanapaswa kuwa wamesimama na katika madhabahu kuomba, wametoka kutafuta, hawako kanisani, hawako mahali Mungu anataka wakuwe. Kwa sababu ya nini? They are just there to provide. Praise the name of Jesus. Ukajua ya kwamba kila Mungu aliumba mtu alikuwa na assignment yake. Man was created to have relationship with God. Intimacy, yani kila wakati wako hapo anaabudu Mungu. And that is why God provided first before he created this man. Na alipokaa akaona sasa ili kazi ikamilike, acha nimuongezee msaidizi ambaye ni mwanamke. Praise the name of Jesus. Lakini alipokuja akaambiwa sasa wewe kazi yako ni kuprovide for the woman. Sasa wanawake wamepaki. Kienda kanisani unakuta ndio wamejazana. Wanaume they are very few. Why? They are outside. Even when they are supposed to be in the altar, when they are supposed to have divine connection with God, they are outside in search to provide for their family. Praise the name of Jesus. But maandiko inasema, and Isaac prayed for a wife. Hakuangalia kwingine, hakuenda kutafuta, he just prayed. Akaona hii delay si ya kawaida.
lazima niangalie Mungu. He laid his petition in heaven. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So tunapojua ya kwamba tunapaswa kuwa na a relationship with God, hatutakuwa nje wakati tunahitajika kuwa katika madhabahu. Praise the name of Jesus. Kwa nini? Kwa sababu delay ama kile kitu ulikuwa unapanga akijafanyika kinaweza kutoa katika ile plani ya Mungu. Unaweza ona ya kwamba yes, hii ni hivi na hivi. Unaweza face the opposition, ukute ya kwamba hapa si hivyo. Si kama umeangalia ya kwamba unaweza nikupee example ya kwamba kila mtu ameumbwa na kazi yake, na you have a divine assignment that God created you for. For instance, tuseme sasa ni wewe chukua chai. Tuseme sasa haina sukari na unataka to stir the sukari. Ukitumia kidole utastir the chai. Hallelujah. Ukute sasa hiyo ni chai na hapo hakuna kijiko. Utatumia kidole to stir the chai. Hallelujah. You realize that kidole itaweza juu itachomeka. Hiyo ni kazi ya kijiko. Praise the name of Jesus. Hii ni kumaanisha ya kwamba kila kijiko kiko na kazi yake na vidole viko na kazi. The same case, mwanaume ana kazi yake kanisani na pia mwanamke ana kazi yake. Kila mtu amesimamia kazi yake. You have a divine assignment that you are supposed to carry out. Na hakuna mtu atabeba ya mwingine. Mimi sitabeba ya mke wangu na yeye atabeba yangu. Kila mtu atabeba yake. Praise the name of Jesus. And that is why as I was reading this one, I was praying, let kila mtu atupe, Mungu atupe the spirit of discernment ya kujua our purpose kanisani. Kila mtu abebe kazi yake ambaye Mungu amemuitia. Hiyo ndio hata wakati kwa familia sitasimama, kwa sababu kila mtu atakuwa amekimbilia kwa line yake. Kila mtu atakuwa amebeba assignment yake kanisani, atabeba ya yule mwingine. That is why all of us we are needed in the church. Praise the name of Jesus. In the ministry, all of us we have our own assignment. There is assignment that I cannot carry, the apostle cannot carry, which you supposed to do by you or to be done by you. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So I was not preaching kwa sababu ya muda. Nimesikia hilo neno, hiyo mstari imekuwa nikipitia pole pole, inanifundisha. So